Niwakaribishe wote katika siku hii ya leo. Tutakuwa na mwendelezo wa lile somo ambalo tulizungumza mara ya kwanza. Tutaendelea. Kama ni mara yako ya kwanza kufika katika channel yetu, hii ni Endymedia Swahili, na usisahau kusubscribe. Leo tutakuwa tofauti kidogo na siku zote ambazo tumekuwa tukikuletea masomo haya. Jina langu niite Elan au Peter Samuel Mbogo. Niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha natimiza dhumuni na lengo la Endymedia. Sisi tunaamini kila siku kwako ni darasa, tunakuweka darasani tena kwa mara nyingine. Tutakuwa na mwendelezo wa somo letu. Chini yake inatokea kwenye somo ambalo juu watu wakalalamika kwenye comment, hujaeleza hivi na kuaje, umesema. Sasa niliahidi to be continued. Sasa hii inaendelea. Leo tutachimba kiundani kemikali moja baada ya nyingine mpaka kujua hatari ya matumizi ya kemikali za viwandani katika chakula. Na nilipata changamoto kidogo wakati naandaa kurasa hizi, kwa sababu ugunduzi wa haya mambo ya afya na masuala ya matibabu kidogo haukuanzia kwetu kwenye lugha ya Kiswahili, yani ulianzia kwa wa Mesopotamia, Ugiriki huko. Kwa hiyo changamoto iliyopo ni kwamba misamiati mingi imekuwa katika lugha ya kigeni. Sasa kuitoa kwenye Kiswahili imekuwa ni changamoto sana, lakini nimepambana ninavyoweza kuhakikisha kwamba tunakufikishia kwa lugha ya Kiswahili kama brand ya channel ambavyo inasema. Leo tutagusa kiundani zaidi. Tutaangalia uelewa wa mwanzo kuhusiana na kemikali. Nitahitaji kuwarudisha darasani kidogo wale wataalamu wa science, chemistry pamoja na biology kidogo. Uelewa wa mwanzo tunahitaji kugundua kwanza kemikali. Yaani tunapozungumzia kemikali tunasema nini? Hizi huwa ni element na compound ambazo zinakuwa zimeungana kuleta kitu kingine. Kwa mfano mrahisi ni kwamba maji ni mchanganyiko wa nanili mbili tofauti, yani hydrogen pamoja na oxygen gas. Sasa tunapo combine together zinatengeneza H2O, yani ndipo tunayapata maji. Ndivyo kemikali ambavyo huwa zinaundwa pia. Yani kuna elements tofauti zimeungana labda na compounds zikaform kitu kingine kama sodium chloride, hiyo H2O na zingine nyingi ambazo unazijua wewe. Sasa tunapokuja kwenye swala la kemikali ambazo zinatoka viwandani zinawekwa kwenye chakula ambacho sisi tunakula, zipo za aina nyingi na ni tofauti, lakini hapa tutaziona kwa makundi matatu. Kuna kemikali zinazohifadhi chakula ambazo ni preservatives chemical, lakini pia kuna viungo vile vya kuongeza ladha au artificial colors and flavor, na kuna zile sweeteners, yani vile vinavyoongeza utamu, na kuna zile stabilizers. Tutaziona zote hapo baadaye. Hapa natoa tu utangulizi wa kile ambacho tunaenda kukiona huko mbele. Tutachimba kiundani kidogo. Kwa hiyo wewe kama tu huo unapenda kutumia vyakula vya kiwandani na unapenda kutumia vyakula vile artificial, yani vingi vya kutengenezwa kiwandani, hujavitengeneza kwa mkono wako mwenyewe nyumbani kwa njia nzuri tu, kaa ukijua unakula kemikali zinazotunza chakula chenyewe, kaa ukijua unakula artificial colors and flavors, flavor enhancer na zile sweeteners na mengine mengi kama stabilizer, madawa yale. Sasa karibu tujadili kwa pamoja. Naomba sasa nizungumzie makundi haya ya kemikali ambayo tumeyaona hapo nyuma. Nitapita kwa kasi sana maana yana details nyingi na nimeahidi kuelezea kiundani. Sasa tutazungumzia kemikali aina ya kwanza ambayo ni kemikali vihifadhi. Yani nimeipa jina kemikali vihifadhi, na wewe andika kwa kemikali vihifadhi. Sasa hii ni preservatives chemical. Wewe ukienda kununua kitu ambacho kimetengenezwa kiwandani kama chakula, kaa ukijua kinakuwa na kemikali ya nitrate. Hii kemikali ya kwanza ambayo inakuwa hapo kwenye hivi vyakula unavyonunua kiwandani, yani chakula unachonunua kiwandani wewe, supermarket, sijui ni wapi, whatever, inakuwa na hii nitrate, yani sodium nitrate. Hii sodium nitrate inakuwa kwenye zile nyama zilizosindikwa, mfano sausage, bacon, ham, yani vyovyote vile inakuwa na hii sodium nitrate. Sasa changamoto ya sodium nitrate yenyewe inasababisha kanserogeni. Sasa zikipikwa kwa joto kali, lakini pia imehusishwa mara kwa mara kusababisha au kuwa chanzo cha saratani. Nikisema saratani ni kansa yenyewe, haina shida. Hizi zinasababisha kansa. Kwa hiyo chakula cha kiwandani kinaweza kawa chanzo cha wewe kupata kansa. Lakini kuna hizi benzoate ambayo ni kwa lugha ya kitaalamu wanaita ni sodium benzoate. Ni E211. Sasa
Hii inawekwa kwenye soda, vinywaji vya matunda, saladi za matunda, fruit salads na michuzi. Sasa haya yanayowekwa humo, haya ma sodium benzoate, na yenyewe yana changamoto vile vile, kwa sababu yanahusika sana kubadilika na kupelekea kanserogeni, hasa ikichanganywa na vitamin C. Imeunganishwa na hyperreactivity ADHD kwa watoto, na yenyewe inatumika kama preservatives measure, yani ipo kwa ajili ya kutunza. Lakini ndio hivyo, changamoto yake ndio kwamba ina kanserogeni, inaleteleza kanserogeni. Lakini kuna hii pia inaitwa sorbate. Kwa lugha ya kitaalamu tunaweza kuita tu sorbate, potassium sorbate. Yenyewe ni E202. Sasa bidhaa zinazokuwa na hii kemikali ni kama vile zile keki, jibini na bidhaa kama vile divai. Hizi zinakuwa na hii potassium sorbate. Sasa changamoto yake tu ni kwamba hii dawa na yenyewe inatumika kama vile dawa ya kuhifadhi, yani kitu kikae muda mrefu. Na ndio maana unaweza kaona kwamba kitu kimetengenezwa 2023, yani 2023, expiry date 2027. Wewe unadhani kwa nini juice yao inakaa 2023, 24, 25, 26, 27, afu yako ukitengeneza leo usiku, kesho asubuhi imechacha? Wao wanaweka dawa ambayo inasababisha hii ikae muda mrefu, ambazo ni hizo nitrate, benzoate, sorbate, zinakaa mule. Sasa changamoto yake ndo hizo. Lakini hii sorbate yenyewe kama yenyewe inachukuliwa kuwa salama kiasi, sio kama hizo nitrate. Yani yenyewe iko poa, haina changamoto sana. Lakini changamoto yake tu labda ni kwamba inaweza kupelekea mzio kwa watu wachache. Mzio ni Kiswahili, nikisema mzio ni Kiswahili, nimetolewa hivyo. Sasa niseme mzio tuseme ni mmenyuko ambao sio wa kawaida wa mfumo wa kinga wa mwili. Na ni kitu ambacho watu wengi huenda hakina madhara kwao, na ndio maana hii sorbate wameripoti kwamba yenyewe iko poa tu, hii kemikali haina madhara sana. Lakini kundi la pili ni hivi virutubisho vya rangi na ladha, yani colorants agents and flavor enhancers. Sasa hizi ni kemikali pia na zenyewe, au ni viungo ambavyo vinawekwa kufanya chakula kionekane kitamu, kitamu na cha kuvutia. Sasa hizi kemikali pia zinatumika kama kitu cha kuongeza ladha, yani flavor enhancing agents na colorant agents. Sasa kemikali zake ni kwamba unaponunua chakula cha kiwandani, jua kabisa kina hizi flavor enhancing agents na hizi colorant chemical ambazo ni monosodium glutamate. Sasa hizi colorant agents and flavor enhancing agents zenyewe zinakuwa na kemikali hizi zifuatazo. Tumeahidi leo utachimba kiundani zaidi. Ni monosodium glutamate, ambayo kwa jina la kemikali la kitaalamu mwenyewe ameipa ni E621 Ojinomoto. Wa Japani hapa mmenipata, wale wataalamu wa anime, mwanangu Josaya nadhani yeye atakuwa anaijua vizuri, atuambie Ojinomoto nini kwenye comments. Sasa changamoto yake yenyewe inasababisha maumivu ya kichwa kinakuwa kinauma, kichefuchefu, lakini pia maumivu ya kifua. Ndo haya masodium glutamate Ojinomoto. Sasa na yenyewe pia yanatoka kwenye hivi vyakula vinavyotoka kiwandani kama vile flavor enhancer. Lakini cha kushukuru tu Mungu ni kwamba sisi Tanzania hivi vyakula hatutumii, na ndio maana unaona jina hili ni la Kijapani, hapo kwenye vyakula vya Wachina huko. Sasa Asia, wewe Google tu hapo Ojinomoto utaona origin yake na nini kinachoelezewa hapo, hiyo name, yani ina brand gani. Sasa yenyewe hapo kwenye chakula cha Wachina huko, kama vile supu za pakiti, mimi sijaiona hapa supu ya kwenye pakiti, lakini kuna chips hizo zinazotengenezwa huko Asia, zenyewe zinakuwa na hii monosodium glutamate E621 Ojinomoto. Tunashukuru Mungu sisi Tanzania hatuna, lakini yanapelekea kichefuchefu, maumivu ya kichwa na kifua kuuma. Lakini kuna hizi rangi bandia, vile vikopo vya rangi vile ambavyo tunaviweka kwenye chakula, nishashuhudia hata mimi kinawekwa mule. Hizi zinakuwa na tetracycline, yellow 5 au red 40. Sasa zinatumika kwenye vinywaji, pipi na hizi yogurt zenye ladha. Sasa hizi zimehusishwa na hyperreactivity, kuhangaika sana na matatizo ya tabia za kwa watoto. Yamekuwa na hiyo changamoto. Kumbuka haya yote yanatumika kama vile flavor enhancer. Sasa yanapokuwa kwenye ile yogurt au yanapokuwa kwenye hiyo soda, kwenye pipi, yanapelekea hiyo hyperreactivity kwa watoto kwa sababu ya hizo tetracycline. Sasa kitu kingine ni hivi vitamu bandia. Hivi vitamu bandia kwa jina la kitaalamu naweza tukavita aspartame sucralose. Zenyewe zinakuwa kwenye soda za lishe au diet soda, bidhaa za zero sugar au biskuti za diet. Kuna biskuti unaweza ukala haina sukari, shakutana nayo hiyo sijui, yani bro haina
test ile ya sukari ambayo umezoea. Kama ushawahi kula biskuti ukakutana na hii biskuti, lazima uteme kwanza. Na nakumbuka nikiwa na miaka 10 nilikunywaga soda moja inaitwa, kipindi nakunywa soda inaitwa Crest nilikunywa, haina sukari. Hizi zenyewe zimependelewa au wamezipendekezea, zinaweza zikatumika kama ambavyo zimeitwa, yani soda za lishe, diet soda, utasikia inaitwa zero sugar. Wamezipendekeza sababu hazina sukari, zinakuwa na hii kitu inaitwa sucralose, yani hazina ile sukari ambayo nyie mnaifahamu kwenye yale makundi ya sukari. Sasa wenyewe wanaona kwamba zinaweza zikatumika zikafaa, lakini mimi nazipinga na hizi kwa sababu zinatoka kiwandani. Yani hoja yangu kubwa, hivi vyakula vinatengenezwa kiwandani, vimesindikwa. Kwa sababu hii soda za lishe, licha ya hivyo ya kukosa hizo sukari zingine, si inaweza ikawa na rangi bandia, yani ile tetrazine. Basi sawa, imekosa tetrazine, inaweza ikawa na nitrate. Kwani inawezaje kukaa 2023 mpaka 2028? Au inawezaje kusustain muda mrefu bila sodium benzoate au potassium sorbate? Kwa hiyo bado kuna changamoto. Na mbali na hapo, hata hizi soda tu hizo mnazoziita za lishe, biskuti lishe, bado zinaweza kuathiri afya ya tumbo lako kimetabolic au metabolism. Ingawa mamlaka za afya huziona kama salama kwa kiasi, lakini bado zinakuwa na matatizo ya kimetabolic. Kuna hii kemikali nyingine ya muundo na wingi, ni kundi la 3 la kemikali ambalo ni texturizers, ambazo ni bulk agents. Hizi zinabadilisha muundo au ugumu au uhai wa chakula. Kabla sijaingia hapa, niwaambie tu, tunaweza tukakwepa vyakula vya kiwandani tukazania tumeokoa, tumesave, yani tuko salama, lakini the truth is we are not safe, yani hatupo salama. Yani we are not safe hata kidogo kama unavyozania katika swala la afya. Tuna tahadhari kubwa za kuchukua na za kufata kwa ajili ya kunusuru afya zetu. Sasa tutaziona hizi kemikali ambazo tunazitengeneza wenyewe nyumbani bila kujua. Yani wewe unapopika hizo chips, sijui biskuti yes, tunaweza tukatengeneza nyumbani. Kuna kanuni kama hatutazingatia hata katika chapati au mandazi tunayoamua, tunatengeneza mabomu ya kutukaanga wenyewe. Kuna haya mafuta yaliyogandishwa yanaitwa trans fats au hydrogenated oil. Hizi hydrogenated oil zinatumika katika biskuti kama nilivyosema, vitafuno vya kukaanga, vyakula vya haraka. Yes, unawahi labda nampikia baba haraka asiende kazini njaa, kaangia chapati hapo haraka tu. Chapati zinatoka na mafuta mengi, mandazi, yani hatuzingatii principles za mapishi. Nitaelezea kiundani zaidi tena kwenye video inayofuatia solution. Maana hapa leo naelezea changamoto, the challenge you are facing, yani changamoto tunazokabiliana nazo, lakini baadaye nitaelezea solutions. Sasa haya mapishi ya bila kuzingatia kanuni katika majumba yetu tunasababisha magonjwa ya moyo bila kujua, kwa sababu tunatengeneza vyakula vyenye cholesterol mbaya, cholesterol nyingi, LDL, tunapelekea kupata matatizo ya moyo. Yale mafuta sio mazuri katika mishipa yetu ya damu, wewe inaenda kwenye mishipa ya damu na yanasababisha changamoto kule. Sasa turudi kwenye hizi kemikali za viwandani, zinakuwa na sodium chloride. Hii sodium chloride huwa inapatikana kwenye vyakula vyote vilivyosindikwa. Kuna chakula kilichosindikwa kikosi sodium chloride. Vyakula karibia vyote vinavyosindikwa lazima viwe na sodium chloride. Tutahifadhije kitu kwa muda mrefu bila sodium chloride? Kwa hiyo haya manyama ya kwenye makopo, hizi tomato za kwenye kopo, nazi, whatever, sausage, chips, zinakuwa na hii sodium chloride. Sasa hiki kitu huongeza shinikizo la damu, yani BP, ambayo husababisha magonjwa ya moyo na figo. Kwenye video iliyopita nitakuwa na rifaa kidogo, nilisimulia kisa cha kijana ambaye alipata changamoto za figo, kile ambacho daktari alisimulia. Kijana alifika hospitali, figo is done. Sasa changamoto ni kwamba figo, nitaelezea hapo baadaye kwenye hitimisho kwamba jinsi gani Mungu ametuumba na jinsi gani tunatakiwa tuwe, ila sisi hatutaki, tunataka tufuate tunavyotaka kuwa sisi. Hii figo ilivyoumbwa inapambana na kemikali hatari zile za kwenye mwili, inabeba sumu, zinakimbilia kwenye figo. Kijana ameanza kuishi, ana miaka 10 tangu aanze kunywa soda ya hiyo, mnaijua nyie, ina kafeini. Ameanza kunywa kahawa juzi kati miaka 5 iliyopita. Sumu yote inakimbilia kwenye figo. Lakini akiugua kidogo tu, ni mtu wa Panadol, ile dawa inakimbilia kwenye figo. Diclofenac hatari sana, inakimbilia kwenye figo. Sijui nini kwenye figo.
madawa mengi amekunywa na vitu vingi vya kiwandani ametumia, figo imebeba. Lakini huyo mtu ni kama kale yule kijana sasa ambaye nilimuelezea kwenye kisa kilichopita. Energy 3 mpaka 4 kwa siku. Yaani anajichapa 3 mpaka 4 kwa siku. Vyote vinaenda kwenye figo. Sasa changamoto ni kwamba hii figo itafikia sehemu hata kama ni wewe hands up, utasema it's over. Let's all wipe that way. Sasa kabla hujasubiri kushauriwa na daktari, jaribu kubadilisha mtindo wako wa maisha katika swala la utumiaji wa vyakula na vinywaji. Sasa kuna hii sukari iliyosindikwa kiwandani, yani imesindikwa kwa wingi, yani tunaita high fructose corn syrup au sucrose. Hii inakuwa kwenye soda, juisi za pakiti, peremende, vitafunio vingi vya kiwandani vinakuwa na hii sukari. Kumbuka hizi ni flavor agents kama nilivyosema, ni chakula cha kiwandani vingi vinakuwa na flavor agents. Sasa hii inachangia unene, kisukari type 2. Visukari vina type, inakuwa na sukari type 2 na magonjwa ya ini au fat liver. Kwa hiyo unapotumia tu ya kiwandani, hakikisha unajua kabisa kwamba unafanya nini na kwa sababu gani. Kwa sababu yakitokea kutokea, it's up to you, select for your own way. Lakini pia kuna hii ambayo ni kemikali ambayo inaundwa wakati wa kupika. Kama nilivyosema, tusije tukazania tu kiwandani huko ndo tunapata makemikali, lakini nyumbani pia tunaweza tukayatengeneza kabisa. Yaani kwenye chakula chako cha nyumbani tu, wali maharage unaweza cook bomb. I'm kidding. Lakini uhalisia ni kwamba kemikali huundwa wakati wa kupika. Hizi chips ambazo tunachoma vibandani huko, biskuti tunaumua nyumbani, ni jambo la kawaida kabisa. Mikate na vyakula vingine vyenye wanga, yani starch, vinavyopikwa kwa joto kali, hivi vinaweza vikasababisha kemikali nyingine kuzaliwa. Hii ni kemikali inayosababisha saratani 100% kabisa. Kama utakuwa ni mtu ambaye usiye makini, unaweza ukapata kansa kwa sababu ya hizi kemikali ambazo unapika nyumbani kwenye chips, biskuti na vyakula vingine vyenye wanga. Haya yanasababisha LDL, cholesterol mbaya, na yanapelekea kupunguza cholesterol nzuri, HDL inapungua mwilini. Yanapelekea kuganda kwa mafuta mengi kwenye mishipa ya damu, na hivyo yanaongeza hatari ya magonjwa ya moyo, kiharusi, yanapelekea na pia shinikizo la juu la damu, hypertension. Hii huweka mzigo kwenye moyo na figo, yani moyo wako na figo vinakuwa vina mzigo katika kufanya kazi, katika utendaji wake wa kazi. Lakini vile vihifadhi na viungo, adiposes, baadhi ya viungo vinaweza kusababisha uvimbe, yani inflammation wa muda mrefu ndani ya mwili. Ni kiini cha magonjwa mengi sugu. Yani unakuta mtu anatumia dawa ugonjwa ni ule ule, lakini kumbe imetokana na mtindo wake wa kutumia chakula ya kiwandani katika maisha yake ya kila siku. Lakini changamoto nyingine kwenye ubongo na mfumo wa fahamu, zile nervous system, wataalamu wa neuron, yani haya madude ya kiwandani haya yanasababisha changamoto kwenye mfumo wa neva, yani wa utambuzi, zile seli zinazosaidia kutambua au kusense. Lakini pia kwenye ubongo na mfumo wako wa fahamu. Hasa hapa nazungumzia kemikali ya nitrate. Katika mwili, hasa ikipikwa, inaweza kubadilika na kuwa nitrosaminase, inasababisha saratani hasa ya tumbo na utumbo mpana. Lakini pia hizi nitrate chemicals zinasababisha kitu fulani hivi. Hii hali kwa kitaalamu naitafuta kitaalamu, jina lake huwa inaitwa ina jina gumu sana. Niwaambia hivi vitu hatukuvigundua sisi, kwa hiyo vina majina ya, ngoja niitafute hapa. Hii hapa jina lake ni gumu kweli. Methemoglobinemia. Methemoglobinemia. Sasa hii inasababishwa pia na nitrate ambayo ipo kwenye vinywaji hivi vya kiwandani. Inaweza kuingilia sana uwezo wa damu kubeba oxygen, hasa kwa watoto wachanga. Lakini sasa tuna zile rangi za bandia ambazo tuliziona pia, zile artificial colors na taste enhancer, zenyewe pamoja na baadhi ya vihifadhi zinapelekea kitu tulikiona kinaitwa hyperreactivity na matatizo ya tabia kwa watoto wenye unyeti, kwa kitaalamu wanaita ADHD. Lakini pia vitamu bandia vile aspartame vyenyewe vinasababisha vitu kama methanol mwilini. Ingawa kiasi ni kidogo, lakini matumizi ya muda mrefu ya hivi vyakula vya kiwandani vilivyosindikwa yamekuwa yakijadiliwa, pia yakihusianishwa na afya ya utumbo na mfumo wa neva,
yanaweza yakaathiri. Kwa hiyo kwa kifupi, mkusanyiko wa kemikali hizi kupita kiasi zinaweza zikavuruga mizani ya asili ya mwili, kuanzisha uvimbe ndani ya mwili. Yani kuna mauvimbe ambayo kiukweli yanatesa watu kwenye maisha, ni kwa sababu walikiuka utaratibu mzuri wa utumiaji wa vyakula, wakatumia madawa ya viwandani. Kwa hiyo yanasababisha changamoto hizo. Mauvimbe yanadhoofisha mifumo muhimu, hivyo yanaongeza hatari ya magonjwa sugu, yani kwa sababu tayari immunity yako imekwisha kuathiriwa. Tazama jinsi gani ilivyo hatari sasa kwa sasa hivi. Yani uone mwenyewe jinsi gani tupo kwenye hatari. Tunatumia vinywaji ambavyo vina caffeine, vina nitrate, vina sorbate, ya vinywaji vina sodium. Yani ni changamoto everywhere. Yani tunakunywa mavinywaji yenye dawa nyingi, kemikali nyingi, sumu nyingi. Sasa ashumu mtu umetumia haya vinywaji kwa muda mrefu na uko poa tu, tuseme hujaugua. Sasa ona jinsi gani unajichimbia kaburi mapema. Matokeo yake sasa, zile symptoms za madhara zikianza kuonekana kama vile kichefuchefu cha mara kwa mara, kuumwa kifua, yale mauvimbe yakishaanza kutengenezwa tumboni, cheki inavyokuwa. Tunaenda hospitali tunapima. Tukishapima tunagundulika tuna symptoms labda za, yani tukienda kupima tunagundulika tuna hayo mauvimbe ndani ya tumbo, iza kwenye ubongo, whatever. Daktari anakuandikia dawa. Sasa dawa zile ambazo tunaandikiwa hospitalini, naomba mnielewe vizuri hapa. Sizuii watu kwenda hospitali na sizuii watu kuacha kutumia dawa, tafadhali usinimisquote. Naomba unielewe vizuri. Sasa daktari anakuandikia dawa baada ya kugundulika kuwa una tatizo. Sasa dawa zinaondoa dalili, haziondoi chanzo. Yani sisi tunadili na symptoms. Na ndio maana ukienda kwa daktari before hajafanya ile physical examination au hajafanya nanili yake yoyote, atakueleza how you feel, yani unavyojisikia. Ndio atarecommend type of checkups, yani ukapime nini. Sasa ukishapima yatakuja yale majibu. Dawa za kiwandani, mfano vidonge vya kupunguza shinikizo la damu au insulin, huondoa dalili au kudhibiti matatizo yako, lakini hazirekebishi uharibifu uliosababishwa na lishe. Sasa utegemezi wa dawa, wewe unakuwa unakunywa dawa kila siku, yani drug dependence. Ikiwa ni mgonjwa hata aacha kula vyakula vilivyosababisha ugonjwa, atalazimika kutumia dawa hizo maisha yake yote ili kudhibiti dalili zinazojirudia kila siku. Sasa nimekwambia figo imebeba sumu ya kutosha na madawa ya kutosha, lakini kila siku wewe unatumia madawa kutibu zile symptoms ambazo unazisikia. Hii inaongeza gharama na utegemezi wa kiafya. Sasa hapo nitaelezea mwishoni hapo. Mwanadamu umeumbwa na body immunity ya kwako mwenyewe, yani kinga ya mwili. Kinga ya mwili imezoea. Na ndio maana utakuta watu wanapona mafua bila kutumia dawa. Na kuna watu wanapona homa kabisa. Yani kuna watu yani wakipata homa, wao basi tu wakienda kupiga kazi, wakirudi mwili umeregulate joto, wale white blood cell wamefight, homa imeisha. Yani kuna kinga ya mwili ambayo inafanya kazi yenyewe automatic mwilini. Mungu ndivyo alivyomuumba mwanadamu. Yani Mungu huyu ni ajabu sana. Yani kakutengenezea kinga mwilini mwako mwenyewe. Sasa wewe unapozidisha matumizi na ya madawa ya hospitalini, unapoongeza matumizi ya madawa ya hospitalini, ile immunity inakuwa na dependence. Yani tunaweza kusema unaweza kuwa dormant. Wewe unakuwa ni wa kutegemea. Wewe bila Piriton mafua uponi. Wewe bila paracetamol homa haishuki. Sasa kinga ya mwili inaanza kupoteza uwezo wake wa kufight against disease. Yani ile normal fightings inapotea kwenye mwili wako. Wewe unaanza kuwa kutegemea madawa. Sasa epuka vyakula vya kiwandani ili usije ukatumia madawa ukapunguza uwezo wa kinga ya mwili pambana na magonjwa. Sasa athari za pili za hizi dawa, kama ilivyo kwa kemikali za chakula, dawa za kiwandani pia huleta kemikali ngeni mwilini ambazo zinaweza kusababisha madhara mengine vile vile. Kwa mfano, mzigo kwa ini na figo. Nadhani hili nimeliongelea sana. Sasa haya madawa pia yanapelekea mgongano wa kemikali. Kemikali za dawa hizi zinaweza kuingiliana pia na kemikali za kawaida, yani zile ambazo zimo ndani ya mwili. Ya mwanadamu ana kemikali zake ambazo zimo ndani ya mwili. Na jamani, naomba tu mniendelee kusisitiza, sizuii watu kunywa dawa, ila nasisitiza sana tunywe dawa kwa ushauri wa daktari. Tuzingatie kunywa dawa kwa ushauri wa daktari. Upungufu wa virutubisho unatokana pia na matumizi ya hizi dawa za viwandani tunazozitumia.
kama paracetamol manini. Sasa baadhi ya dawa kama zile za kisukari au za kupunguza asidi tumboni zinaweza kuathiri jinsi mwili unavyofyonza vitamini na madini muhimu, mfano vitamin B12 na calcium, na hivyo husababisha matatizo mengine ya afya kaa ukijua kabisa. Lakini pia inapoteza kukosa fursa ya uponyaji asili. Kama nilivyowaambia, mwanadamu ameumbwa ana uwezo wake mwenyewe wa kupambana na magonjwa. Sasa anapotegemea madawa sana, huyu mwanadamu anakuwa dormant. Ameshakunywa kemikali ya kiwandani, yamempunguzia uwezo wa mwili wake kupambana, ameongeza na madawa hospitalini, uwezo unashuka zaidi. Sasa ule uponyaji wa asili ambao akiugua mafua anaweza akapona mwenyewe, ule uwezo una miss. Sasa kinachotokea ni kwamba huyu mwanadamu anapoteza nguvu ya lishe, missing the core cue. Dawa zinaweza kumfanya mtu aamini kuwa ana afya njema na kuendelea na mazoea mabaya ya lishe. Kwa sababu umekunywa dawa unaona uko poa, kwa hiyo unaendelea na mtindo wako ule wa maisha wa kila siku, kutumia vyakula vyenye sumu na hatari. Hii inamnyima fursa ya kurekebisha lishe yake. Kwa mfano, anaweza kuongeza vyakula vya nyuzi nyingi, matunda na mboga za majani ambavyo vina uwezo wa kuondoa uvimbe na kurekebisha metaboli asilia bila kutegemea kemikali za ziada. Sasa nadhani hii nitazungumzia vizuri kwenye video inayofuata, kwenye way to escape. Kwenye way to escape kuna video nyingine naiandaa, jinsi ya kuepukana na jinsi, yani tufanye nini, kwa sababu ni kama vile tutachanganyikiwa. Sasa jambo tu zuri ni kwamba haujachelewa. Kwenye video inayofuata nitaelezea vizuri jinsi gani ambavyo tunatakiwa tufanye kwenye maisha yetu kujinusuru na mtindo huu hatari wa maisha ambao unapoteza vijana wengi. Sasa ona maajabu haya. Kuna wagonjwa walipasuliwa vimbe kwenye magoti, walikuwa wagonjwa watatu. Mmoja alipasuliwa lakini hakufanyiwa matibabu, yani ule uvimbe haukutolewa. Ni research alikuwa anaifanya daktari. Sasa hakumtolea ule uvimbe, alipasua tu then akashona, akafunga akiwa kwenye usingizi huyu mgonjwa. Na wengine wakafanyiwa the same. Wengine sasa wakapasuliwa, ule uvimbe ukatolewa ndani ya goti. Sasa wote walihangaika kuanza kutembea, lakini wale wawili ambao uvimbe ulitolewa walitembea kabla ya huyu. Sasa akawa anawaona wenzie wanatembea ambao walifanyiwa upasuaji wa aina moja, maana walikutana wote kwenye same case. Akawa anaamini kama wenzangu wamefanyiwa upasuaji na wametembea, then and me nitatembea muda sio mrefu. Muda haukwenda sana. Baada ya muda sio mrefu, baada ya wenzake kuwa wameweza kutembea, na yeye alianza kuchechemea baadaye bila kutumia magongo. Na kadri muda ulivyozidi kwenda, na yeye alitembea pia. Sasa kuna spirit ambayo huwa inafanya kazi kupitia mtu anavyo trust, the way how you believe, the way how you treat yourself. Ukiamini wewe ni wakufa kesho, body immunity pia huwa zina react kutokana na the same condition how you believe. Huwa iko hivyo kabisa. Sasa kumbuka tu kuwa kwamba matatizo mengi yanayotokana na kemikali za vyakula, yani magonjwa ya kimetabolic, dawa za kiwandani zinaweza kuwa muhimu katika dharura, lakini hazifai kamwe kuchukua nafasi ya mabadiliko ya lishe kama tabia ya msingi na ya kudumu. Wewe kama huwa unatumia vyakula vya kiwandani afu unasikia kuna hali fulani ya ugonjwa, dawa za kiwandani haziwezi kuchukua nafasi ya kukufanya wewe usibadilike. Ukishagundua vyakula hivi vina matatizo, immediately at the right time stop it, yani acha kutumia, kwa sababu hizi dawa zitatumika kama dharura tu kukuokoa, alafu utakuwa unafanya process za kuachana na mtindo mbaya wa maisha. Sasa tiba sahihi kwanza kwa kuondoa chanzo, yani vyakula vya kiwandani kwanza viache kutumika. Sasa vyakula vya kiwandani vinapoacha kutumika, hizi dawa zingine za viwandani zitakuwa zina sehemu ndogo sana. Sasa wewe mtindo wako wa maisha mwenyewe ni changamoto. Bado tena unatwisha figo na maini, unatwisha changamoto ya kuweka madawa mengine kutoka kiwandani. Sasa hii inakuwa ni problem times challenge divide by. Inakuwa ni mbaya. Hili somo halipo kwa ajili ya kuwaogopesha,
bali lipo kwa ajili ya suluhisho na la vitendo. Yani tunahitaji kufanya kitu kwa ajili ya afya bora kama vijana na wazee. Labda hatujachelewa, ya wazee hatujachelewa. Cha msingi, unapochukua chakula cha kiwandani, either ni supermarket, ni dukani, whatever, naomba nikusisitize umuhimu wa kusoma lebo kabla ya kutumia. Mfano umechukua soda ya kampuni lolote, naomba niwe zinaogopa kuyataja haya makampuni kwa sababu nimewaambia ni brand ni biashara za watu. Unapochukua soda yoyote dukani, ukichukua, kabla hujanywa isome ile soda imetengenezwa, imechanganyiwa nini, kwa sababu wewe kama umenunua tu soda eti kisa ni soda, kisa ni kinywaji, hujui kilichochanganyiwa humo. Wewe tunaweza tukakulisha mpaka tunaweza tukakulisha vitu vingine vibaya. Lakini unaponunua vitu vya kiwandani kwa ajili ya kula, soma combination zile vile vitu vilivyochanganywa mule. Hii ni kanuni rahisi sana. Kadri orodha ya viungo inavyokuwa fupi, ndivyo chakula kinavyokuwa bora zaidi. Ukikuta pale kalebo kanakuwa na vitu vichache kidogo, kanaweza kakawa bora zaidi. Lakini wewe unasoma pale combination, sijui ni caffeine, sijui ni nini. Nahitaji sana caffeine maana ipo kwenye vinywaji vingi ambavyo sivipendi. Inakuwa imecontain takataka nyingi. Hiyo ni hatari. Zile sumu zote zikiingia mwilini zinakuwa ni free radical. Nitakuja nielezee katika somo linalokuja ni namna gani matunda tutakavyoyatumia yataondoa hizi sumu ambazo zimekwisha kuingia zamani sana. Sasa chagua njia mbadala. Badala ya soda, kunywa maji. Ni bure tu. Yani au tengeneza juisi yako mwenyewe ya matunda asili. Alafu katika swala la sukari, tumia asali. Nitakuja nielekeze jinsi gani ambavyo hizi sukari na zenyewe sio salama, lakini penda kutengeneza juisi yako mwenyewe. Yani tengeneza juisi yako mwenyewe, acha kutumia hizi za kiwandani hizi. Yani kwanza wewe mwenyewe una uhakika na kitu. Can you imagine? Wewe juisi imetengenezwa kwa jirani na iliyotengenezwa kwako. Hivi ni ipi ambayo ni bora? Unapotengeneza yako mwenyewe ni nzuri. Sasa badala ya biskuti za paketi, pia chagua kutumia matunda, karanga, mbegu au maize, popcorns ya nyumbani. Unaweza kufanya vitu amazing sana. Yani kuna mtindo wa maisha ambao unaweza kutengeneza mwenyewe ukakusaidia. Lakini punguza au ukiwezekana acha kabisa. Yani lengo langu ni kufanya kitu bora kwa ajili ya afya. Sasa kupunguza matumizi ya vyakula vya kiwandani si kuviacha kabisa ghafla. Hicho kitu ni impossible Tanzania. Yani eti leo tu umeacha kula nyama, leo tu umeacha soda, leo tu umeacha bia, umeacha sigara, leo that is impossible thing. Sijajua kuna nguvu gani ambayo inaweza kukufanya ukabadilika hivi. Lakini kuna namna ambavyo nitaelezea kwenye somo linalokuja jinsi ya kuepuka hivi vitu na kuachana navyo kabisa. Kuna watu serious kutana nao, haipiti siku ajanywa zile soda. Takwambia niletee na nili hapo. Mimi zikapita siku. So mazuri. Ni mabaya hayo. Lakini pia penda kupika nyumbani. Chakula cha kupika mwenyewe ndio njia bora ya kudhibiti kemikali na viungo vinavyoingia mwilini. Yani njia bora, yani kupika nyumbani, hii ndio njia bora ya kudhibiti kemikali na viungo vinavyoingia mwilini. Nimeshakwambia kitu kinachotengenezwa na mtu mwingine, afu eti anakutengenezea wewe. Bro, we are not in heaven, we are just in earth. Yani wewe mwenyewe unajua, no one who is care each other. Yani hamna anayemjali mtu mwingine. Huo ni uongo. Kumekuwa na brand za makampuni kwamba kila mmoja na brand yake. Wote tunakupenda, tunakujali, tunakuhudumia. Bro, they align you. Hamna anayekupenda. Wewe mwenyewe ndio unatakiwa ujipende. Anayekupenda ni mke wako na watoto wako, au ni watu wanaokuzunguka nyumbani kwako. Na dunia iko mbali, hata wao siku hizo wanaweza wasikuthamini. Hamna anayekujali kama usipojijali mwenyewe. You have to watch yourself. Yani jiangalie sana. Kwa hiyo tengeneza chakula chako mwenyewe nyumbani. Huyo anayekutengenezea huko kiwandani, he just there for business. Yupo kibiashara tu. Sio kwamba anakujali. Kuna jamaa mmoja aliharibikiwa na gari njiani. Alivyoharibikiwa na ile gari njiani, akawa anajaribu kuifix sana. Jamaa mtanashati, ana pesa zake, gari ilikuwa ni nzuri, new brand.
na gari ilikuwa ni ya Ford. Sasa akawa anajaribu sana kuitengeneza bila mafanikio. Alikuwa peke yake na hakupata msaada. Lakini akapita mzee mmoja ambaye alikuwa na gari ni old mode, ni toleo ni old version, yani toleo la zamani. Akawa amepaki gari yake pembeni ya barabara. Akamuuliza yule kijana, changamoto ni nini? Yule kijana alivyomtazama mzee akamwambia tu ni engine ime break down, sijajua changamoto ni nini. Yule mzee akasogea kwenye ile gari, akamwambia kuna kifaa, akamuelekeza akiguse, afu akamwambia just up that thing. Kijana alivyomtazama yule mzee akaona huyu mzee mbona kama vile ananifundisha. Kwanza mzee huyu anaweza akaijua hii gari kweli, maana gari ni toleo jipya, na akimtazama yule mzee hafanani kuwa na ile gari, na hawezi kuwa na mawazo mazuri kuhusiana na utatuzi wa changamoto kwenye wakati ule. Sasa yule jamaa akamjibu tu mzee kwamba hapana, nimefanya kila ninachoweza lakini hamna kilichofanikiwa. Hicho ninachonielekeza nimekifanya zaidi ya mara moja. Yule mzee akamwambia kivute hicho kidude juu nilichokuelekeza, alafu nenda kawashe. Yule jamaa akawa amekivuta kile kidude juu. Yule jamaa akawa ameenda kuwasha gari. Alipowasha gari ikawaka. Sasa yule mzee akajitambulisha, akaambia mimi ndo Henry Ford. Yani yule mzee ndo ni engineer, yani ndo study, ndio aliyetengeneza ile gari, mwenye gari. Maana ile gari inaitwa Ford na mzee anaitwa Henry Ford. Kwa hiyo yule mzee akamejitambulisha kwa yule kijana. Yule kijana ndo akagundua kumbe huyu ndo mmiliki. Kwa hiyo kiburi na masuala mengine yakashuka chini. Sasa wanadamu pia tumeumbwa, hatujajitengeneza. Yupo aliyetutengeneza. Anajua kabisa, yani 100% anatujua kuliko sisi tunavyojifahamu. Niamini mimi, wewe hujitambui vizuri. Na ili nikuthibitishie kwamba wanadamu hatujitambui 100%, ndio maana utakutana na specialist wa jicho, utakutana na daktari bingwa wa mifupa, utakutana na daktari bingwa wa neurons, yani zile nerves, utakutana na daktari bingwa wa saikolojia. Unaweza ukapata timu ya watu mpaka 80 mpaka 200 ya madaktari bingwa wa specific organs. Daktari bingwa wa moyo, daktari bingwa wa mapafu, whatever. Sasa kwa nini tusana na daktari mmoja ambaye amecover scope nzima? Sasa utagundua wanadamu hatujajitosheleza. Ina maana aliyetuumba ndiye anayetufahamu nje, outside in outside, yani anatufahamu ndani nje. Sasa ninachotaka kusema ni nini? Mungu alipomuumba mwanadamu alitoa kanuni na maelekezo ya jinsi mwanadamu anavyotakiwa kuishi. Lakini huyu mwanadamu kwa kujikuta jeuri, bingwa, kichwa ngumu, yeye akatengeneza maisha na mfumo wake wa kuishi. Na ndio maana kadri siku zinavyoenda lifespan ya mwanadamu inazidi kushuka. Mnaorejelea kwenye masuala ya Biblia, kuna watu wameishi miaka 900, kina Methuselah 900 na kitu huko, kina Adam, kuna watu wameishi miaka 300, watu wameishi. Lakini lifespan sasa hivi ya Mtanzania inasikitisha, hata miaka 80 hapana. Sasa nini ninachotaka kusema hapa? Zipo kanuni za kuzingatia, ni lazima tuzizingatie. Katika somo linalofuata nitazungumzia njia sahihi ya tiba na recovery plan, yani kurejesha hali ya mwanzo ambayo mwanadamu aliumbiwa nayo. Asante, ulikuwa nami Peter Samuel mwanzo mpaka mwisho wa darasa hili. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe, na karibu tena katika darasa linalofuatia kwa ajili ya recovery plan.